Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Somo letu la kwanza siku ya leo ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 4 na ile aya ya 6 mpaka aya ya 7. Huku somo la pili ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 34 mpaka aya ya 38. Na somo la injili siku ya leo ni injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 13 mpaka aya ya 17. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu leo, ikiwa ni sherehe ya ubatizo wa Bwana. Na sherehe hii inahitimisha kipindi cha Noeli, na kanisa linaanza rasmi kipindi cha kawaida cha mwaka mpaka tarehe ya 17 ya mwezi wa pili, huku tarehe ya 18 ya mwezi wa pili kanisa litaanza kipindi cha Kwaresma. Kanisa linasherehekea ubatizo wa Bwana. Tafsiri yake ni kudhihirishwa kwa Mungu kupitia ubatizo wa Yesu Kristo mtoni Yordani. Kwa kubatizwa kwa Yesu Kristo, aliyatakatifuza maji yote ya ubatizo ili aweze kumletea Mwenyezi Mungu watoto wengi kwa njia ya maondoleo ya dhambi za watu. Yesu katika ubinadamu wake alikuwa mwanadamu sawa na sisi, isipokuwa yeye hakuwa na dhambi wala hakutenda dhambi. Yesu hakuhitaji ubatizo wa Yohane. Hivyo basi alibatizwa ili moja, kuyapa maji ya ubatizo nguvu ya kuondolea dhambi za ulimwengu. Pili, Yesu alibatizwa si kwa ajili ya dhambi zake, bali alibatizwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, kama jinsi ambavyo anavyosema Yohane Mbatizaji ya kwamba, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama yeye aondoaye dhambi za ulimwengu. Na tatu, ubatizo wa Yesu haukuwa na hadhi ya sakramenti, bali ilikuwa ni ishara ya toba. Na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alifundisha kuwa kitendo cha Yesu kuzamishwa majini wakati wa ubatizo wake kinaashiria ushindi dhidi ya nguvu za bahari. Wakati huo kulikuwa kuna nadharia kwamba bahari ni tishio na ni hatarishi kwa ulimwengu, kwani kutoka katika bahari ndiko ambako kunatoka maangamizi ya maisha ya watu, na kifo makao yake ni baharini. Kitendo cha Yesu kuzamishwa katika maji ilikuwa ni ishara ya kwamba Yesu kakishinda kifo, na kuzikwa kwake kisha kuiburiwa kutoka katika maji ni ishara ya ufufuko na ushindi wa kifo. Yesu alibatizwa akifisha nguvu za dhambi za watu na kuiburiwa kuonyesha ya kwamba kifo kimeshindwa kwa njia ya ubatizo wake. Na kutoka katika somo la kwanza ambalo ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza mpaka aya ya 4 na ile sura ya 6 na ile aya ya 6 mpaka ya 7. Somo letu la kwanza hili linatoka katika sehemu ya pili ya kitabu cha nabii Isaya. Sehemu hii imebeba masimulizi wakati Wayahudi wakiwa uhamishoni Babeli, na huku walienda mwaka wa 597 na waliondoka utumwani Babeli mwaka wa 538. Sehemu hii inajulikana kama kitabu cha matulizo. Katika sehemu hii tunatafakari habari za mtumishi wa Bwana ambaye ni Israeli. Lakini mtumishi huyu wa Bwana amemkosea bwana wake kwa kutenda dhambi, kisha akahukumiwa adhabu ya kuchukuliwa mtumwa katika uhamisho huo wa Babeli. Lakini kwa sababu ya upendo wa bwana wake hatamwacha katika magumu hayo na maumivu hayo anayoyapata huko uhamishoni Babeli, lakini atamwokoa mara. Mtumishi huyu atamshuhudia Mungu mbele ya mataifa yote, na Agano Jipya linatoa tafsiri ya mtumishi wa Bwana likimtaja mtumishi wa Bwana kuwa ni Yesu Kristo aliyeteswa na kufa msalabani, kisha siku ya tatu akafufuka. Kwa vile Israeli amekosa kumtii Mungu, Mungu ameamua kumtengeneza mtumishi mwingine. Mtumishi huyo ameitwa na Mungu tangu tumboni mwa mama yake, kama tunavyoambiwa katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 5. Mtumishi huyo mwingine ambaye Bwana Mungu atamtengeneza amejawa Roho Mtakatifu, kama tunavyoelekezwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza. Atawafundisha wengine juu ya kumpenda na kumtii Mwenyezi Mungu, kama tunavyoyasoma maneno hayo kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 mpaka aya ya 5. Ataleta haki duniani, kitabu cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza na kuendelea. Watu watamdharau na kumtia hukumuni, kitabu hicho cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 10 mpaka aya ya 11. Atatimiza kazi yake kwa upole na unyenyekevu,
sura ya 42 ya kitabu cha nabii Isaya aya ya 2 mpaka aya ya 3. Atakubali kudharauliwa na kuhukumiwa. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 5 mpaka aya ya 6. Mtumishi huyo wa Bwana maadamu atategemezwa na Bwana, hatodhoofika wala kuvunjika. Kitabu hicho hicho cha nabii Isaya sura ya 42 aya ya 4, lakini vile vile sura ya 49 aya ya 5 na sura ile ya 50 aya ya 7 mpaka aya ya 9. Hizo ndizo ambazo nabii Isaya anatabiri ya kwamba zitakuwa ni sifa za mtumishi wa Bwana. Lakini mtumishi huyo wa Bwana kaandika vile vile nyimbo 4 ambazo anazitabiri nabii Isaya, ambazo zinatoka katika sura ya 42 ya kitabu cha nabii Isaya aya ya 1 mpaka aya ya 9, na ile sura ya 49 aya ya 1 mpaka aya ya 6, sura ya 50 aya ya 4 mpaka aya ya 11, na ile sura ya 42 aya ya 13 mpaka sura ya 53 aya ya 12. Somo letu la kwanza litatoka katika wimbo wa kwanza wa mtumishi wa Bwana. Nabii Isaya anatabiri ujio wa mtumishi wa Bwana. Mtumishi huyo atampendeza Mungu. Mtumishi huyo ataleta haki kwa mataifa. Mtumishi huyo si mkaidi, ni mwenye huruma. Tena lengo lake ni kuwasaidia watu kwa kufungua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa na kuwafungua walio gizani. Awali Wayahudi walidhani ya kwamba wao ni watumishi wa Bwana, lakini utabiri huu wa Isaya uliwafanya wao wajione ya kwamba hawana sifa za kuitwa watumishi wa Bwana. Hivyo wakaanza kuwa na matumaini ya kwamba mtumishi huyu atakayekuja atakuwa ni msaidizi kwao, na mtumishi huyo basi ndiye ambaye nabii Isaya anamtabiri na kumwainisha ya kwamba ni Masia wa Bwana. Kwa hiyo Wayahudi wakatoka katika ile fikra ya kwamba wao wakidhani ndio watumishi wa Bwana, na sasa wanaanza kumgoja na kumtumainia mtumishi wa Bwana ambaye atakuwa ni msaada kubwa kwao, atakayewatoa utumwani wa mishoni Babeli, atakayewasaidia kupambana na maadui zao mbalimbali, na atakuwa ni kimbilio kwao. Kutoka katika somo la pili la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 aya 34 mpaka aya 38. Katika somo hili tunasikia hotuba ya Paulo akiwa katika familia ya Korneli. Korneli alikuwa ni kiongozi wa jeshi katika jeshi la Kirumi, aliishi huko Kaisarea Filipi. Nyumba ya Korneli ni muhimu sana katika historia ya ukombozi, kwani kutoka katika nyumba hii Mungu alifungua milango ya ukombozi kwa watu wa mataifa yote. Korneli hakuwa Myahudi, bali alikuwa ni Mrumi, lakini alikuwa ni mtu mwenye uchaji zaidi kwa Mungu. Yeye pamoja na familia yake yote walikuwa ni wachaji, mtoaji wa sadaka na mtu wa kumwomba Mwenyezi Mungu daima. Petro anathibitisha mambo makubwa mawili akiwa katika familia hii ya Korneli katika hotuba yake. Jambo la kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo, kumkubali mtu yoyote amchaye na kutenda haki kwa mtu huyo. Jambo la pili, katika ubatizo wa Yesu Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu ili awe wokovu kwa watu wote, na ni baada ya ubatizo wake Yesu alianza kuzunguka na kuhubiri katika maeneo mbalimbali. Kwa Mwenyezi Mungu hampendelei mtu, Mwenyezi Mungu angalie rangi ya mtu, Mwenyezi Mungu angalie kabila la mtu, Mwenyezi Mungu angalie taifa la mtu, wala Mwenyezi Mungu haangalii cheo cha mtu, bali Mwenyezi Mungu hupendezwa na mtu mwenye moyo safi, mtu anayetenda haki kwa watu wote, mtu ambaye ni mpatanishi wa watu, mtu mwenye mapenzi mema kwa kila mmoja, mtu ambaye ni kimbilio la kila mmoja, mtu mwenye moyo safi na mwenye moyo mnyofu. Huyo ndiye ambaye anayekumbukwa na Mungu. Lakini vile vile ubatizo wa Yesu ni kwa ajili ya watu wote. Yesu amekuja si kwa ajili ya kuwakomboa Wayahudi peke yake, lakini amekuja kuwakomboa watu wote. Na Petro anasema baada ya ubatizo wa Yesu, Yesu anaanza kuhubiri na kutangaza kazi hiyo ya Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja katika sehemu mbalimbali na maeneo mbalimbali. Kwa ubatizo wa Yesu una faida na manufaa kwa kila mmoja. Yesu amekuja kwa ajili ya kutukomboa sisi sote kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Katika somo la Injili siku ya leo ambalo ni Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 13 mpaka ile aya ya 14. Katika Injili hii tunafahamishwa habari za Yesu ambaye anakwenda Galilaya mtoni Yordani kubatizwa na Yohane. Kundi kubwa la watu walifurika kumsikiliza Yohane, na kubatizwa
naye Yohane. Ubatizo wa Yohane ilikuwa ni ishara ya toba, vile vile ni ishara ya uongofu. Ubatizo wa Yohane vile vile ulikuwa ni ishara ya unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya toba na uongofu. Kwa kuzamishwa katika maji, watu walielewa kwamba wamekosa na wanahitaji kusafishwa toka katika uchafu wa dhambi zao na kufanyika kuwa wapya, wana wa Mungu wasiokuwa na mawaa. Kwa mantiki hiyo, Yohane alipomwona Yesu akijongea ubatizo wake alishangazwa sana, kwa sababu Yohane alimtambua Yesu kuwa ni Masia, mtakatifu wa Mungu asiyekuwa na dhambi. Yohane alitaka yeye ndiye abatizwe na Yesu, lakini Yesu anamsihi asimzuie kumbatiza, akisema, kwa kuwa hivyo ndivyo inipasavyo na ndivyo ipasavyo kutimiza haki yote. Yesu amekuja kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye ambaye ametumwa na Mungu ili aweze kuukomboa ulimwengu. Na katika hatua ya kwanza ya kuukomboa ulimwengu ni hiyo ya kwamba yeye anajifananisha na sisi walimwengu wa dhambi. Anajiongea ubatizo wa Yohana aweze kubatizwa kama ishara ya kuondoa dhambi za ulimwengu, lakini vile vile kutupa sisi ishara ya kwamba tunapaswa tuendee ubatizo kwa njia ya toba. Kwa maneno hayo ameadhirisha Kristo kuwa ni Masia aliyekuja ulimwenguni kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye mtumishi wa Bwana ambaye anatabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa, katika Dominika ya leo, sherehe hii ya ubatizo wa Bwana, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunapaswa kuyatafakari. Jambo la kwanza ni kwamba kubatizwa kwa Yesu ni kutakatifuza maji yote ya ubatizo. Tunaelewa, tunafahamu na tunaamini ya kwamba ubatizo ni njia ya wokovu. Kwa namna hiyo ya kubatizwa ndiko ambako tunafunguliwa milango ya wokovu. Ubatizo ni mlango kwa ajili ya sakramenti zingine zote ambazo zinatuletea wokovu. Hivyo ubatizo ni hatua ya kwanza kuelekea wokovu wa mwanadamu. Katika ubatizo tunaondolewa dhambi zetu za asili, lakini vile vile dhambi zingine zote ambazo tumezitenda sisi kama wanadamu. Kwa hiyo ubatizo ni tunu ya msingi katika safari ya wokovu wetu sisi wanadamu. Na kutoka katika ubatizo ndiko ambako tunafanyika kuwa watoto wa Mungu na watoto wa kanisa. Jambo la pili, ubatizo wa Yesu ulikuwa ni mwanzo rasmi wa kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Kama jinsi ambavyo leo ubatizo ni mwanzo rasmi wa wokovu wa wanadamu, na kutoka katika ubatizo ndiko ambako milango ya sakramenti nyingine inafunguliwa, alikadhalika na kwa Yesu. Baada ya ubatizo wake akaanza rasmi kazi ya kumkomboa mwanadamu, akihubiri na kufundisha. Na alianza kwa kuhubiri maneno yasemayo, ufalme wa Mwenyezi Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Na maneno hayo ndiyo msingi wa mafundisho ya Yesu, kwamba tunapaswa tutubu na kuamini Injili kwa sababu ufalme wa Mwenyezi Mungu umekaribia. Yohane Mbatizaji yeye aliandaa na aliwahubiri watu na aliwaongoza watu katika njia ya toba, lakini Yesu anafundisha na kuwasisitiza watu wapende toba. Toba ni tiba, kama jinsi ambavyo mgonjwa wa maradhi anahitaji tiba ili aweze kupona maradhi yake mbalimbali aliyonayo, na sisi ambao ni wagonjwa wa dhambi tunahitaji tiba ili tuweze kupona maradhi ya mioyo yetu tulionayo. Toba ni msingi kabisa wa wokovu katika maisha ya wanadamu. Tunahitaji toba. Fanya toba mara nyingi uwezavyo. Sisi ni wadhambi, hakuna ambaye ni mkamilifu, lakini tunapata fursa ya kutafuta ukamilifu, kutafuta wokovu wa nafsi zetu kwa njia ya toba. Toba ni tiba, na tiba ni muhimu sana kwa mgonjwa yoyote wa maradhi ya kiroho. Jambo la tatu, katika ubatizo wetu sisi ambao wengi tuliobatizwa, kuna ahadi ambazo tulimwekea Mwenyezi Mungu. Hivyo leo ambavyo tunapofanya sherehe ya ubatizo wa Yesu Kristo, tunapaswa tujikumbushe zile ahadi ambazo tuliziweka mbele ya Mwenyezi Mungu, na tukaahidi kwamba ahadi hizo basi zitakuwa ni sheria ambazo zitaongoza maisha yetu ya kila siku. Ahadi ya kwanza, tuliweka ahadi ya kumkataa shetani. Si shetani tu vile vile, lakini kukataa mambo yake yote na fahari zake zote. Leo tunapotafakari na kuadhimisha sherehe ya ubatizo wa Bwana, tunapaswa kuziuisha ahadi hizo ambazo tulimwekea Mwenyezi Mungu: kumkataa shetani, kumkataa mambo yake na kukataa fahari zake.
Ulimwengu wa leo tunafahamu ya kwamba ni ulimwengu ambao umejaa fujo mbalimbali za kila aina. Hivyo sisi ambao ni wabatizwa tunapaswa sasa tudhihirishe ya kwamba sisi ni vinara wa kupinga fujo hizi ambazo chimbuko lake ni Shetani na ni mwovu Ibilisi, kwa njia ya maisha yetu, matendo yetu, fikira zetu na maono yetu mbalimbali. Yote tusimame kupinga au kumpinga Shetani, kupinga mitindo ya maisha isiyofaa, kupinga tamaduni za kimagharibi ambazo hazifai, kupinga tamaduni zote zisizofaa, kupinga uovu wote usiofaa. Hilo ni jukumu na ni wajibu la kwanza kabisa kwa kila mbatizwa. Tumeshamwahidi Mwenyezi Mungu ya kwamba tunamkataa Shetani, hivyo maisha yetu yawe ni ya kumkataa Shetani siku zote, na yadhihirishe ya kwamba sisi ni wana wa ubatizo. Unavyobatizwa unafanyika kuwa kioo cha jamii, hivyo jamii ya watu ijitazame kupitia wewe, wayaone matendo mema kupitia wewe, wamuone Mwenyezi Mungu kupitia wewe. Wewe ni kioo cha jamii, na kwa njia ya ubatizo unafanyika kuwa kioo cha jamii. Kama basi hivyo wewe ndiye kioo cha jamii, basi matendo yako kweli yawe ni kioo cha Mwenyezi Mungu, ya kwamba tutashika imani mpaka kifo. Pia tuliahidi ya kwamba adui yetu wa kwanza atakuwa ni dhambi. Kwa hiyo katika tafakari ya leo na sherehe ya leo itukumbushe ya kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya katika kukataa Shetani, lakini katika kushika imani hii Katoliki tulionayo mpaka kifo, lakini vile vile kupambana na dhambi katika maisha yetu yote. Katika sherehe hii Mwenyezi Mungu atuongoze na atubariki sana, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.